wakati wanamalizia kufanya setup, let me share a testimony. Hallelujah. Thank you, Jesus. You may have a seat for a moment. Tunamshukuru Mungu sana. I hope you understand Swahili, right? Thank you. Thank you. Tunamshukuru Mungu sana kuwa hapa siku ya leo. Mimi pamoja na mume wangu kipenzi, tafadhali naomba uwasalimie. Yes. Lakini pia katika yote tunasema yeye Mungu anabaki kuwa Mungu. Ni kweli Mungu alitubariki mtoto. Actually pastor aliniambia ni share my testimony. Na ninajua kabisa hapa wako watu ambao wanapitia the same situation like me. Na inawezekana isiwe ya mtoto, pengine ni ugonjwa fulani ambao umekaa hapo kwa muda mrefu na unaona kama umekuwa ni kitu ambacho kinakufanya unakaa mbali na uso wa Mungu. Mungu alitubariki mtoto. So mwaka 2019 as pastor said, mimi na mume wangu tulifunga ndoa 2017. Kwa hiyo najua wote mnaelewa furaha ya kupata mtoto wa kwanza. Tulikuwa so excited. Na baada ya kupata mtoto wetu, Mungu akatupa jina la Dorcas. Na hatukujua why God gave us Dorcas. We all know the story about Dorcas in the Bible, right? Lakini wakati Mungu anatupa yule mtoto hakuwa na shida. Tulijifungua vizuri na baada ya muda kidogo nikaanza kuona changes. Japo ilinichukua muda cause alikuwa ni mtoto wangu wa kwanza. Na unajua ukiwa na mtoto wa kwanza you are excited tu muda wote. It's hard to notice kama mtoto ana shida. So muda ulienda, I was just, mbona mtoto wangu akai? Watu ambao nilijifungua nao wakati pamoja, watoto wao walikuwa wanakaa, wa kwangu walikuwa akai. Wakati ambako watoto wengine walikuwa wanatambaa, wa kwangu walikuwa akai. Amelala tu kitandani. Wakati ambako watoto wengine wanasimama, wa kwangu walikuwa akai. Amelala tu kitandani. Na ukafika wakati watoto ambao tulijifungua pamoja wanaenda shule, wa kwangu walikuwa bado amelala kitandani. It was so hard. I remember the time tunaenda hospitali. Sasa my mom ni nurse but alikuwa anaogopa kuniambia mtoto ana shida gani. Kwa sababu alikuwa ni mtoto wangu wa kwanza. So daktari akatoa sign kwenda kwenye hospital ambayo ina deal na watoto wa namna hiyo. So I was so surprised like why nimepelekwa huku. Nilipofika pale ndani nikakuta watoto wa namna hiyo. Nikajiuliza nikasema ina maana mtoto wangu ndo anaumwa hiki kitu. I started to cry. Nikamuuliza Mungu why umenileta hapa. Na kwa taratibu Mungu akaninongoneza akaniambia this is your ministry. That was 2019. Nilimwambia Mungu siwezi. Kwa sababu niliona nikishuhudia wamama wamebeba watoto wao migongoni wakubwa. Wengine walikuwa wanakuja na usafiri wa public. We all know usafiri wa public ukiingia na mtoto ambaye hayuko sawa, kila mtu anakuangalia. Mimi Mungu akananiambia angalia wewe umekuja na ndugu zako, umekuja na kila mtu. Lakini waangalie wenzako. Wamebeba watoto wao wakubwa na wamekuja na usafiri wa public. Na Mungu akananifundisha naambia angalia wenzako wamekuja hawana waume zao. Wewe Mungu amekupa mume and bado anakusupport. Kwa hiyo Mungu akawa ananifundisha vitu vingi. Na nakumbuka siku moja baada ya kufanya vipimo vya mtoto, I was the one niliyeletewa majibu na daktari. Na nikasoma nikaambiwa mtoto wako ana cerebral palsy. Daima atahitaji usaidizi. Hiyo siku mume wangu alikuwa yuko ndani, mimi ndo nilishika yale majibu, baada ya kurudi nyumbani nikayafungua. I went down on my knees and cried. I said, God, what is this? Nitafanyaje huduma? I was born in Islamic family. God saved me and my family. Then nikasema Mungu umenileta huku kunipa hiki.
You know how hard it is. Lakini katikati ya moto, katikati ya lile jangwa la moto, Mungu aliinua chemchemi ya maji ndani yangu. And that's why I want to encourage you. Hata kama uko hapo unapita kwenye situation ambayo huelewi, unapita kwenye situation ambayo unaona kabisa nobody understands you, hapo hapo Mungu yupo. Hapo hapo kwenye hilo jaribu ambalo unapita nalo, hapo hapo, just stay there. Just stay there. It was 2019 wakati ambako Mungu ameniambia this is your ministry. Now it's 2025. Mungu ametupa Dorcas Home Care. Tunatunza watoto ambao wako na cerebral palsy. It takes time to know the ways of God. Mungu akikupa jaribu haimaanishi kwamba hakupendi. Mungu akikupa jaribu haimaanishi kwamba anataka uishie hapo. Because there is a ministry inatakiwa izaliwe ndani yako kupitia hilo jaribu. Ukiona Mungu anakupa mzigo kupitia watu fulani, kupitia kitu fulani, you need to know there is a ministry inatakiwa izaliwe ndani yako kwenye hicho kitu. So Mungu alinipa na nilikubali. Kuna wakati nikamwambia Mungu, hii kitu siwezi, ni kigumu. Mungu akaniambia nimekupa, nimekuamini. Kuna wakati nilikuwa nikitoka nje naenda naimba, watu wanabarikiwa. Nikirudi nyumbani mtoto wangu amelala kitandani. Na asilimia nyingi za huduma ambazo tumefanya, nikirudi nyumbani nakuta mtoto yuko hospitali. Even now that I'm talking to you, my baby is at hospital, but I'm here. God is faithful. Mungu bado ni mwaminifu. What is your excuse? Ask your neighbor, what is your excuse? What is your excuse that you cannot save him? What is your excuse that you cannot worship him? What is your excuse? Can you stand up on your feet? Leo nimekuja hapa tumwabudu Mungu wetu. Sijaja kukufanya ulie. We are here to worship him. No matter what is happening, we are here to say, Lord, thank you because you trust me. I don't know what you are passing through right now. Lakini nataka hapa nikwambie, inua mikono yako mwambie Yesu asante kwa sababu umeniamini. In 1 minute, just lift up your worship. Lift up your worship. Tell him thank you because you trust me.